Jitahidi unapokuwa nyumbani mwa Bwana uwe mtulivu na umsikilize Mungu anataka afanye nini kwako. Hata sasa ninasikia kuna sauti, Roho Mtakatifu anazungumza na mimi, bado anagusa watu. Naiona nguvu ya kufunguliwa watu. Naona bado kuna uhitaji wa watu kufunguliwa. Huwa sipendi kuzuia Roho Mtakatifu. Bado ninaona kuna watu Mungu anawahudumia. Na sauti ya Mungu inazungumza masikioni kwa watu waliotulia kwa muda. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Vijana tuliowaombea
kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu na aje juu yako, Roho Mtakatifu na aje juu yako, na vunja kila vizuizi, na vunja nguvu za giza, na achilia nguvu, na achilia nguvu kila moja wasili ya kuomba, na achilia nguvu, na achilia nguvu, na achilia nguvu kwa jina la Yesu, na achilia nguvu. Kuna watu Mungu anataka kuwajaza, lakini wanashangaa kila mtu wasili ya kuomba, huyo mtu anahudumiwa. Wewe omba, na kitu na Roho Mtakatifu, 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 na kitu na kitu na kitu Jachilieni kupokea, jachilieni kufunguliwa, jachilieni kupokea. Shakarabasa, shakarabasa, rikapapapapa, rapapa, resakana, rekemenasa, robashetelema, kiapatanaraba. Mabinti jiachilie, nguvu ya Mungu iko juu yenu. Rapas, repas, rikabo, ripas, repese, rikas, rekera, robos, rapas, rapas. Kina mama jiachilie, Mungu anataka kuwahudumia. Kina mama jiachilieni, Mungu anataka kuwahudumia. Pokeeni kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea. Na vunja kila kizuizi, na vunja kila kizuizi, na vunja kila kizuizi, na vunja kila kizuizi. Rabashete. Watoto inueni mikono. Inueni mikono, Mungu awahudumie. Watoto inua mikono. Mpaka huko nyuma inua mikono. Haya, nawaombea baraka ya Mungu iwe juu yenu. Kila aina ya mifungo, kila aina ya mateso juu ya watoto, na vunja nguvu za giza, na vunja roho za maonevu, na vunja kila kitu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Karibu sana na Musa. Oh, hallelujah. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Jiachilie, bado kuna nguvu na kuhudumia. Jiachilie, bado kuna nguvu na kuhudumia. Oh, asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Hallelujah. Mwana shamba la Musa. Nasikia sauti inaongea ndani yangu. Inaniambia bado Mungu anataka kuwabudu. Sauti inazungumza ndani yangu. Bado Mungu anataka kuabudiwa. Bado Mungu anaishia milele. Bado Mungu aishie milele.
Uwepo wa Mungu umekana mahali hapa. Umekana mahali hapa. Umekalia na yeye. Nalia na yeye. Kwa nini unatenda haya? Kwa nini unatenda vibaya? Kanisa. Kanisa mna nini? Kanisa mna nini? Wanakwaya ni wachafu. Wanakwaya wamejichafua. Wanakwaya wamejichafua. Wanakwaya kwa nini wamejichafua? Wanakwaya mnamtumikia Mungu. Madhabahu ni takatifu. Sijichafua. Kanisa sijichafua. Kanisa. Ni Mungu mwenye wivu. Ni Mungu mwenye wivu. Ameshuka Mungu mwenye wivu. Ni Mungu mwenye wivu. Shanakana. Wanakwaya mnasemwa, mnamchezea Bwana, mnaiogopea madhabahu. Jitakaseni. Bwana ametuona wanakwaya. Wanakwaya mnasemwa muombe toba. Kuna uchafu katikati ya wanakwaya. Panatakiwa toba. Wanakwaya wote tukamili salama mbele za Bwana. Twende mbele za Bwana. Yaani hata kama unajiona uko safi, njoo tubu na kuomboleza kwa ajili ya wengine. Wakati wa kuomboleza, waimbaji wote wanafanya mzaha na madhabahu. Bwana amesema tunafanya madhabahu hii na tunaipaka uchafu. Tunaizoelea madhabahu. Kama unajiona uko sawa, tubu kwa ajili ya mwingine. Lakini sote tunatakiwa kuomba rehema na toba. Ulipo mwanakwaya sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Umetuona na umeniona. Naomba unirehemu, unitakase na unioshe kwa damu yako. Nisaidie, niwezeshe kuishi maisha matakatifu katika jina la Yesu. Amen. Sasa omba mwenyewe, Mungu akusaidie. Omba kwa ajili ya mwingine. Mungu atusaidie waimbaji, tuimbe katika hali ya kweli na utakatifu.
Zaburi 124 mstari wa kwanza hadi wa 8. Zaburi 124 mstari wa kwanza hadi wa 8. Warumi sura ya 8 mstari wa 31 hadi wa 36. Biblia inasema usitoke kwenye uwepo wa Mungu. Kichwa cha ujumbe: shukrani kwa ukombozi. Shukrani kwa ukombozi. Zaburi 124 mstari wa kwanza hadi wa 8. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 31 hadi ule wa 36. Kaa kwenye uwepo huo wa Mungu, usitoke, ili Roho Mtakatifu akuhudumie pia kwenye neno lake. Biblia inasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Kama si Bwana. Zaburi 124 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 8. Watoto walikwisha kuombewa, nilimsikia kabisa mchungaji Stella anaomba. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangalitumeza hai, hasira yao ilipowaka juu yetu. Papo hapo maji yangalitugarikisha, mto ungalipita juu ya roho zetu. Papo hapo yangalipita juu ya nafsi zetu, maji yafurikayo. Na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa neno yao. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Msaada wetu u katika Bwana. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mithali 18 mstari wa 10. Mmoja naomba nisomee. Mithali 18 mstari wa 10. Biblia inasema jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki huikimbilia akawa salama. Baba, katika jina la Yesu, na hata mchana huu umetuhudumia kwa sababu hujabadilika. Endelea kutenda tena katikati ya maisha yetu kwa njia ya neno lako hili Bwana, ukahudumia kanisa lako na mioyo yetu. Mungu, tukakuone tena kwa viwango vingine katika jina la Yesu. Amen. Ukiwa katika uwepo wa Mungu huo tunaangalia juu ya shukrani kwa ukombozi. Hizi ni habari za Daudi. Zaburi hii mwandishi ni Daudi anayekiri kwa kinywa chake. Katika ule mstari wa kwanza anasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli hayupo pamoja nasi, hatuna uwezekano wa kuponyoka katika hatari mbalimbali za maisha. Ngapi wananisikiliza? Daudi anakiri kama si Bwana aliyekuwa pamoja na sisi,
Israeli na aseme sasa. Mimi naanza kwa kusema kama Mungu hayupo pamoja na mimi na wewe, na sisi hatuna uwezekano wa kuponyoka hatari za maisha zinazoonekana katika maisha yetu, au kumkwepa adui. Nilikuwa nasikiliza somo la asubuhi wakati wa maandiko, wachangiaji mbalimbali, shuhuda mbalimbali, somo lilikuwa linafundisha na Biblia inavyozungumza na kitabu cha maandiko kilikuwa kinazungumza, mpaka nilitaka kuogopa. Sasa nikasema ujumbe unaisha, ila haukuisha, tunauendeleza. Daudi anasema kama si Bwana, na mimi nasema kama Mungu hayupo pamoja na sisi, hayupo pamoja na mimi, oh haleluya, hayupo pamoja na wewe, uwezekano wa kuponyoka katika hatari mbalimbali za maisha kwetu, katika maisha yetu ni vigumu. Hii ni lazima tukiri na tukubali kwamba hata mchana huu tupo hapa kwa neema ya Mungu na kwa mkono wa Mungu wenye nguvu. Tumepita hatari mbalimbali, tumepitia mambo magumu mbalimbali, tumepitia vita mbalimbali, tumepitia shida mbalimbali, lakini kwa neema ya Mungu, kwa upendo wa Mungu na kwa mkono wa Mungu, leo tuko hapa tena tunaabudu. Nilimsikiliza mtu mmoja alikuwa anafundisha, nilikuwa naangalia clip ya mchungaji Geoffrey. Anasema unapoanza kuomba, yani nilifungua tu kidogo nikapakalili afu nikapita. Unapoanza kuomba siku zote shukuru kwanza. Kwa sababu kama tusingelikuwa tumetendewa, hata sasa tusingelikuwa hivi tunavyoonekana. Tuko hivi tulivyo kwa sababu tumetendewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Najua mko kwenye uwepo wa Mungu, naomba msinichukie. Ndio maana nimekuambia kaa kwenye uwepo wa Mungu. Na kuna wakati tunakuwa hatarini maishani mwetu, tunakuwa taabuni na kupitia mambo yanayotuelemea. Awezaye kutuokoa kimiujiza ni Mungu tu, ni Mungu tu. Haleluya. Bwana Betheli, Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliyekuja kwenye ibada ya mchana wa leo, Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu tu ametuweka kuwa kama hivi tulivyo. Ni kwa neema ya Mungu tuna maisha haya tulionayo. Ni kwa neema ya Mungu vijana mmeokolewa. Wenzetu wanateseka dhambini, wanateswa na ibilisi, siku kucha hawalali. Niliwahi kukutana na binti mmoja tukiwa mabinti, mpaka leo sijamsahau. Akaniambia leo sijalala. Nikamuuliza kwa nini hujalala? Akasema nisipotembea na wanaume 5 kwa siku sijisikii. Ina maana usiku kucha akitoka kwa huyu anaenda anakonga kwa mwingine, akitoka kwa huyu anaenda anagonga kwa mwingine. Lakini kwa neema ya Mungu sisi tumeokolewa, vijana tumeokolewa, mabinti tumeokolewa. Tuna wakati mzuri ule usiku, ukiamka unaanza kusoma Biblia umetulia. Lakini mwingine anahangaika usiku kucha, anatafuta ngono ilipo
isingelikuwa hivi vilivyo. Haleluya! Na bado Mungu akiwa upande wetu, tumesoma andiko, ni nani atakuwa juu yetu? Kisoma andiko kitabu cha Warumi sura ya 8 ule mstari wa 31 hadi wa 36. Naomba basi mmoja anisomee kitabu cha Warumi mstari wa 31 hadi 36. Nasoma Warumi sura ya 8 mstari wa 31 mpaka 36. Biblia inasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye atakaye anayetuombea. Ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Tusikilize maneno ya Mungu. Kwenye huo wapo. Nasema shukrani kwa ukombozi. Kianza na Daudi, ameanza vizuri sana kwenye kile kitabu cha Zaburi. Anasema kama si Bwana. Haleluya. Haleluya. Najua Mungu kwenye uwepo wa Mungu. Kama si Bwana. Hebu soma ule mstari wa kwanza. Warumi sura ya 8 mstari. Nimerudi kwa Zaburi sana. Zaburi ya 124. Mstari wa kwanza. Biblia inasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Mstari wa pili, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia. Kuna wakati tunashambuliwa na wanadamu. Kuna wakati watu wanatushambulia. Tuendelee mstari wa 3. Mstari wa 3, papo hapo wangalitumeza hai, hasira yao ilipowaka juu yetu. Papo hapo maji yangaligarikisha, mto ungalipita juu ya roho zetu. Papo hapo yangalipita juu ya nafsi zetu, maji yafurikayo. Na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Haleluya. Bado msaada wetu u katika jina la Bwana. Bado msaada wetu u katika jina la Bwana. Wangapi wananielewa? Bado msaada wako u katika jina la Bwana. Usimwache Mungu. Huyo Bwana aliyetutoa kwenye makucha, kwenye mashambulizi ya adui. Wakati natafakari haya maandiko, nikakumbuka Betheli tulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati
Anasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Haleluya. Haleluya. Na mimi nimefanya maombezi na bado naongea. Naomba msinisikie kwa kunikonyeza, semeni amen. Haleluya. Amen. Mungu abariki sana. Biblia inasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Aliyekuwa pamoja nasi na Krismasi. Wewe uliwahi sana kuja. Mapito yote uliyaona. Tuliyopitia yote tuliyaona. Nimetafakari sana hata jinsi tunavyoenda kanisa letu tete. Nikaona kama si Bwana kuwa pamoja nasi. Oh, haleluya. Haleluya. Tusingekuwa hivi tulivyo. Tusingeweza kuokoka na sauti za maadui na mawindo ya maadui waliokuwa wanaliwinda kanisa. Wakati mwingine walituijia live, wanatuambia kwa nini mmeweka kanisa hapa? Tutahakikisha limeondoka. Sio kwenye ndoto wala usingizi. Kumbuka siku moja tulikuwa tunaweka msingi wa kile kijengo cha kwanza. Watu wakaja live na wakatuambia live, kwa nini mmeleta kanisa hapa? Ni watu kutokujua tumewajengea hospitali ya kiroho. Ni shetani tu. Wakatuambia tutahakikisha mmeondoka. Na kwa bahati mbaya walikwisha kufariki. Hawapo wengine hivi ninavyozungumza, hawapo. Lakini walikuja na kutueleza wazi, kwa nini, nani amewaambia mlete kanisa hapa? Na sisi tumenyamaza kimya. Wakati mwingine mtu aliyeokoka anaonekana kama amechanganyikiwa, kama punguani au kama hana maana, lakini kumbe ndio mwenye maana kuliko. Si ndio jamani? Ni mwenye maana kuliko. Unanielewa nikisema hivi? Ni zaidi ya maana. Unaonekana sio wa maana, lakini ndio wa maana. Haleluya. Tukaendelea kujenga. Majengo yakaanza kuanguka. Tunasomewa. Safari moja tumekaa tunaabudu pale siku zote tunashuhudia. Haikuwa rahisi. Nasema haikuwa rahisi. Kama sio mkono wa Mungu na kama sio Roho Mtakatifu kututia nguvu kibinadamu, haikuwa rahisi. Mara zote nashuhudia safari moja nimo ndani naomba. Sasa haikuwa siku ya ibada, hawajui. Ninaomba huko. Wakati wengine tunajia mzuri kama hili watu hata hawaji kuomba, tunasema hawaji. Sisi tuliombea kwenye kijengo cha ajabu. Wanaume walikuwa kama 8 wanapita nje ya kanisa pale njiani. Kajengo kalikuwa hapo mbele. Wanaongea wanasema, hivi wanaoabudu hapa wana akili? Yaani kabisa na akili zao. Wanakaa wanasali kwenye hiki kijengo. Wana akili kweli? Hasa si pale majini kulikuwa na tundu. Nikaona wachungulia. Wao hawajui mle ndani nini. Wachungulia. Moyoni nasema Mungu iko siku. Haleluya. Haleluya. Tukaendelea. Unajua mchungaji Stella, wakati mwingine wanadamu wanamuasi Mungu kwa kutokukaa chini na kutafakari Mungu amewatoa wapi. Nani ananiangalia? Wakati mwingine Mwalimu Samuel, ukaenda chini. Uanze zile enzi ambazo unabaka kutula na makatabuga. Pengine unaenda shule hata na kaptula imechanika au shati limechanika. Mungu
Sasa kuna wakati mzuri, wakati mwingine hata wa kutumia akili, sio kujaa roho peke yake. Unanielewa? Akili. Unajua wakati mwingine unaponitazama mimi nina umri wa miaka 40 kwenye wokovu, sio umri wa kuzaliwa, wa wokovu. Miaka 40. Sikai na kunena kwa lugha peke yake zedaniana. Wakati mwingine nakaa chini natumia na akili. Ndio maana Jumatano nilikwambia Biblia inasema azimia na mwanamke hana akili. Ukiwa na akili huwezi kuzini. Maana utakaa chini utafakari. Sasa kufikisha umri huu, wakati mwingine nakaa chini na tafakari. Iko siku Mungu alinitendea hili. Iko siku Mungu alinivusha katika hili. Yako magumu yalikuja, yakataka kuniangamiza. Na yalikuja kama mto, kama bahari, kama mto unaonguruma. Yanataka kunimaliza. Lakini natafakari, hapo Mungu alinitendea jambo hili. Si kila mtu anajua, Bwana akanivusha. Kuna wengine naongea hapa hata hawanielewi. Pengine hata hawajawahi kuvushwa. Wanaishi kwa maombi ya watu wengine. Si ndio? Lakini wapo ni wanatafakari hata hapa. Mungu ametutoa mbali. Wewe Mungu amekutoa mbali. Kwenye maisha yako Mungu amekutoa mbali. Ndio anasema kama si mkono wa Bwana Sara usingekuwa hapo ulipo. Leo ni mara ya pili ninakwambia. Kuna siku nilikwambia nikiwa ninahudumu. Leo ni mara ya pili. Mtii Roho Mtakatifu anapozungumza na wewe. Niliwahi kukutana na mtu mmoja anasema, nimesoma, nina elimu kubwa, leo niipeleke kwenye kuhubiri. Hata Yesu anataka waliosoma. Tii sauti ya Mungu. Kama si Mungu usingelikuwa hapo ulipo. Daudi anasema kama si Bwana. Oh, haleluya. Kama si Bwana. Kama si Bwana, neema wangu asingelikuwa hivyo alivyo. Sijui hata yuko wapi. Au ametoka. Anafanyaje? Wale hapa walioko ndani sio watoto. Unajua kutoka saa ya ibada unaacha uwepo. Nishawaambia wanawake wenye watoto, hata kama amejisaidia kaa humu. Kwani wanaokula humu ndani si wanawalisha kila siku? Marufuku mtu kutoka nje ya jengo la kanisa. Unaenda nje bila sababu. Shetani huwa anawatoa. Kwani ukikaa kumnyonyesha mtoto humu hata shida? Au ukikaa kumlisha hata kijiko hakitaenda? Kama sio shetani. Kaeni nyumbani mwa Bwana kwa utulivu. Watoto isiwe sababu. Umekuja kuabudu na mtoto ajue tunaabudu. Sawa? Kama si Mungu, neema wangu asingelikuwa hivyo alivyo. Neema wetu hapa Bethel. Mungu amemtoa mbali. Kina mama Zai hapo. Na urefu wake alikuwa akianza kutimua hapa, pepo zimemkamata. Anatoka hapa kufunga na kufungua, tunamwona yuko mlangoni. Fikiria mtu kama yule, kusimama. Pita huko mbele. Halafu leo mwe mnaleta mchezo kwa Bwana. Si ndio? Sio wewe. Nasema, natolea mfano. Unakumbuka zile
unazikata. Huwezi kujua, unajua ni sisi. Na kipindi hicho hata hatukuwa na mwamsho sana wa kuchukua mapicha na nini. Lakini tunashtukia ametufiatuka, akifiatuka nabaki tu kusema Mungu tusaidie. Maana zile mbio aliyekuwa anaziweza angalau Neema na yeye mrefu. Akikata tambo la kwanza na pili ameshamfikia. Lakini mimi na mchungaji Stella akishatufiatuka hapo tunasimama. Tunaanza kukemea. Stella atakimbia. Hamwezi mtu mrefu kama huyu. Tena aliyeshikwa na nguvu za giza. Wewe mama, kama si Mungu singekuwa mlembo hivi hapa ulipo. Ungeshachakaa huko mitaani. Na si ajabu shetani ameshawakatili hata maisha yao. Wengine hata msingekuwepo hapa. Nisikilizeni leo niwaambie katika jina la Bwana. Haleluya. Wengine tusingekuwepo hapa. Wanafikiri leo ungekuwa mwana mifugo. Soma tushuhudia. Ni neema tu ya Mungu. Na tukae vizuri na Mungu. Kwa sababu shetani hachoki kutufuatilia na kututafuta. Lakini kwa jina la Bwana, Biblia tumeisoma nasema Bwana ndiye ngome yetu. Tena iliyo imara. Tutashinda. Haleluya. Kama si Bwana, leo tusingekuwa tunamwona Danieli pale na udokta wake. Anachoma sindano mifugo kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo hata asome mpaka wapi, hata inuliwe kihuduma za kule ofisini mpaka wapi, lakini bado atakumbuka kama si mkono wa Bwana. Leo nisingelikuwa nimekaa ofisini. Wewe uko hapa kwa ajili ya Bwana. Akili zetu zifunguke, tumjue Mungu aliye hai. Tujue uweza wa Mungu ulio hai katika maisha yetu. Na tutambue kazi ya msalaba iliyofanywa na Kristo pale msalabani. Akatukomboa, akatutakasa, akatuweka huru, akatufanya kuwa hivi tulivyo. Fikiria mimi leo ningelikuwa mlevi, ningelikuwa hivi nilivyo. Kwa nini tusimshukuru Mungu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli? Ndio maana mimi nikifika kwa habari ya wokovu nitacheza na mambo mengine, lakini sio kwa habari ya wokovu. Kwa sababu najua Mungu alikonitoa na ninajua nilipo na kule ninakokwenda. Kama siwezi kucheza na wokovu na siwezi kuchezea kazi ya msalaba, siwezi kuisaliti damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale Kalvari na ikafanyika ukombozi kwa maisha yangu. Wapo kina mama Joy tulihangaika nao pamoja na binti yake Joyce pale. Niwaambieni kama si Mungu wala msingelikuwa kuwa kama hivyo mlivyo. Na wengine yule na wengine kule, kila mtu anafahamu. Wengine mmekuja mkiwa mmeokoka. Juzi Mama Zai wakati anahubiri akatushuhudia Bwana alimwokoa, akamponya na kansa. Alikuwa anatokwa damu. Sijui ni miezi 6, sijui miaka 6, sikumbuki vizuri. Lakini anasema Bwana alimfungua kutoka katika ugonjwa wa kansa. Na mabinti wengine hapa mlipo, tusingelikuwa hivi tulivyo. Daudi anasema kama si Bwana. Oh, haleluya. Haleluya. Nani ananielewa? Nani ananielewa? Jaribu tu mpoteze Roho Mtakatifu. Uone kama utabaki unang'aa kama unavyong'aa. Mpaka sura yako itachukiza. Tumshike Yesu. Tumshike Yesu. Kitu gani kitatutoa kwa Yesu? Hivi nyie mabinti, kitu gani kitawatoa kwa Yesu? Mimi mnaniona
za Mungu? Kwamba ujana una changamoto? Ili nini nizungumze na mabinti, niwaambieni kabisa. Wazi tukiwa sisi. Sio baya. Leo na kazi nyingi. Natamani hata ingekuwa leo. Nitatetea nini? Mimi nimeokoka nikiwa binti. Sijawahi hata kuvuta sigara. Kila siku najaa roho mpaka leo. Na mpaka kesho. Lakini ni kwa msaada wa Bwana. Ni kwa kujaa roho, ni kwa maombi, ni kwa kusoma neno, ni kwa kuhudhuria ibada. Mimi nilikuwa huwezi ukanikosa ibadani. Mpaka juzi nilikuwa natafakari, mchungaji Stella alikuwa amesimama hapa anahubiri, anafundisha, nilikuwa nasema hivi mimi tangu nimeokoka, mbona hakuna siku sichoki kwenda kanisani? Nachoka kwenda kanisani kila siku, sichoki. Lakini huu ni mwaka wa 40 tangu nimeokoka. Nafikiri safari fupi. Kila siku nipo kanisani. Kila siku ya ibada nipo kanisani. Kila siku naona raha kuja kanisani. Leo nilikuwa nakimbilia kanisani, mpaka nimefika nje nikajikuta nimevaa ndara. Nimeshafunga na milango. Alafu nikacheka kweli. Nasema ninatamani niwepo nyumbani mwa Bwana. Nikimbia mpaka nimesahau naenda na ndara na mafuni nyumbani mwa Bwana. Nikajisahau, nikamwambia binti yangu, nimeshafunga na milango, kumbe nina ndara. Nakimbia. Kumbuka Bwana aliyokutendea na Bwana alikokutoa na jinsi Bwana anavyokutendea siku zote hata sasa. Elewa tu kama sio mkono wa Mungu na machozi usingelikuwa hivyo. Unapendeza hivyo mwanangu, ni kwa sababu ya Bwana. Kila mtu hapa anang'aa na kuwa kama hivyo alivyo, ni kwa sababu ya Bwana. Tulieni mnisikilize. Tulieni kabisa mnisikilize. Tulieni kabisa mnisikilize. Watoto tulia. Tuko hivi tulivyo. Hata kama tunapitia changamoto ngapi, tunapitia majaribu mangapi, uwezi ukajilinganisha na mlevi anayeteseka analala vilabuni. Uwezi ukajilinganisha na binti niliyesema analala usiku kucha anatafuta wanaume. Uwezi ukajilinganisha na mtu ambaye anatoa ng'ombe, anatoa mbuzi, anatoa kuku kila siku kwa waganga wa kienyeji, anatafuta uzima. Leo Yesu ametuokoa. Kila mtu atafakari jinsi Mungu alivyomtendea, jinsi Mungu alivyokutoa, jinsi Mungu anavyokutendea kila siku. Na tusimame kama Daudi, tumwambie Bwana, kama sio wewe nisingelikuwa na hawa watoto nilio nao, nisingelikuwa na huyu mwanaume niliye naye, nisingelikuwa na maisha nilio naye. Wewe mpe Mungu shukrani. Ukisha kumpa Mungu shukrani, utaona Mungu anazidi kukutendea. Hebu sema neno kwa Bwana. Tamka neno kwa ajili ya familia yako. Tamka neno kwa
Sema maneno mawili matatu. Yakizidi mwambie Bwana asante. Kikubwa mwambie Bwana, kama sio wewe ni kweli nisingelikuwa hivi nilivyo. Mwambie Bwana asante kuniponya, asante kuniokoa. Baba, tunakushukuru hata kwa jengo lilotupa kuabudia. Asante Bwana, unazidi kutupata jengo kwa ajili ya watoto. Baba, tunakushukuru hata watoto wetu wanaabudu pazuri. Wewe ni Mungu, tunakutukuza. Kama sio wewe Bwana, maadui wangenishangilia, lakini ni kwa mkono wako wenye nguvu tupo tunakuabudu Bwana. Tunakusifu, tunakutukuza, tunalibariki na kuliinua jina lako, maana unastahili, mfalme wa amani. Jina lako